kinaletwa kwenu na Dodo Ritas Makeup, professional beauty makeup artist. Wewe ni mrembo? Ama ungependa kuonekana nadhifu na mwenye kuvutia mbele za macho ya watu wengi muda wote? Ondoa shaka. Iwe ni kwa siku yako ya harusi, send off, kitchen party, Diwali ama shughuli nyingine yoyote ile, fika Dodo Ritas Makeup iliyopo Sinza Kijiweni, kwani wao ni wataalamu na wabobezi katika shughuli zote za upambaji. Ama waweza wapigia kwa 0672082500 ama 0622555777 ama waweza wapata kwa ukurasa wao wa Instagram. Andika tu pale Dodo Ritas_makeup. Kuwa mrembo, kuwa wa kisasa na Dodo Ritas Makeup, professional beauty makeup artist. Karibu tena katika kipindi kizuri, kipindi ukipendacho. Langu jina naitwa Nur Isa wa Suleiman. Niko na bingwa wa utabiri na mtaalamu wa nyota naitwa Maalim Hassan Yahya Hussein, almaarufu sana maeneo ya Magomeni, Kagera, ndiko ziliko ofisi zake pale. Kama ilivyo ada, basi unapewa utabiri wako wa wiki. Lakini zoezi moja unatakiwa ufanye, kamata kidole chako chochote ukipendacho. Kama ni kidole kidogo ama kidole cha pete ama kidole cha kati ama kidole cha shahada au kidole gumba, bingwa wa utabiri na mtaalamu wa nyota Maalim Hassan Yahya Hussein atakupa utabiri wako wa wiki na utapata kufahamu fika mambo yako yako vipi na shughuli nzima zikoje kwa wiki hiyo. Karibu sana Maalim, upate kutujuza. Haya, kama ilivyo kwa kawaida, tunaanza na kipindi chetu na utabiri wako wa wiki, na leo tunarudi katika ile system tuliozoea. Shika kidole chako chochote katika vidole vyako vitano ulivyokuwa navyo katika mkono wako, aidha wa kushoto au mkono wa kulia, au unaweza ushika kidole chochote. Kama umeshika kidole kidogo, wiki hii fedha hazitakuwa tatizo kwako. Mambo uliyotegemea kuyafanya pia hayatakumbana na vikwazo vyovyote. Nyota zinaonyesha kwamba hautakuwa na tatizo lolote, kwamba nyota hizi zinakufeva kwamba hautakuwa na tatizo lolote. Tegemea kupata wepesi katika utekelezaji wa majukumu yako na nuru nzuri itaonekana. Usiipoteze bahati kwa kujiingiza katika mambo yasiyokuwa na ulazima. Hiyo ni kama ikiwa umeshika kidole kidogo. Ikiwa umeshika kidole cha pete, basi usimruhusu mtu yoyote katika wiki hii akulazimishe kufanya jambo au mambo ambayo hayana faida kwa upande wako. Uwe makini sana hata maongezi utakayoyasikia kwa watu wengine, na uwe na tafakuri na hayo ambayo utakayokuwa unasikia, na jaribu sana kujiepusha kuzungumzia mambo ya watu wengine au kwa mfano umbea kama mnapenda kusema. Tumia busara, usije ukajikuta ukiingia kwenye matatizo. Fanya mambo yako kimya kimya, na wala usiwazoea usiwashirikishe katika mambo yako. Hiyo ni kama ikiwa umeshika kidole cha pete. Kama ikiwa umeshika kidole cha kati, kuna mabadiliko ambayo yanaweza kukutokea wiki hii katika mambo yako, na mambo hayo yanaweza kukuweka wewe katika wakati mgumu. Pamoja na hayo kwamba bado una nafasi ya kukutana na ndugu wa karibu ili kuweza kupata ushauri, na ni vyema usifanye maamuzi bila ya kuwashirikisha watu wengine. Jaribu kufanya maamuzi kwa kuwashirikisha watu wengine. Alafu jaribu sana kuwekeza kama wengine wanavyofanya, na kama usipofanikiwa kwa wiki hii, basi usikate tamaa. Bahati yako iko njiani inakuja. Kwa hiyo usipofanikiwa wiki hii, usikate tamaa. Bahati yako iko njiani inakuja. Hiyo ni kama ikiwa umeshika kidole cha kati. Ikiwa umeshika kidole kidogo cha shahada, uwezo wako wa utekelezaji wa majukumu yako hautaporomoka. Ule uwezo wako uliokuwa nao wa utekelezaji wa majukumu yako hautaporomoka kama ambavyo wengine wanafikiria au wanavyotaka. Fanya kazi kwa bidii ili uweze kufikia malengo yako ya muda mrefu uliyojiwekea wewe mwenyewe. Hii ni wiki nzuri sana kwako ya kuweza kutimiza malengo yako uliyojiwekea, hasa yale yanayohusiana na mapenzi au masuala ya kazi au mambo ya biashara na ufunguzi wa bahati yako. Tegemea kupata mgeni atakayekuja na mipango mizuri sana ya kimaisha itakuja kwako katika wiki hii. Hiyo ni kama ikiwa umeshika kidole cha shahada. Kama ikiwa umeshika kidole gumba, basi wewe nikwambie tu kwamba fanya mambo yako kama ulivyopanga. Wingi wa majukumu usikupunguzie nafasi ya kuwa karibu na wale wanaokutegemea. Pamoja na hayo, usisite kutoa msaada hata kama utakuwa mbali. Utakuwa mbali na unatakiwa msaada, jaribu sana kutoa msaada.
Na hii ni wiki ambayo unatakiwa uwe na tahadhari, kwa sababu kuna mambo yatakukuta na yanaweza yakakutia hofu kubwa katika kufikia maamuzi yako. Lakini ni muhimu sana kuhakikisha unafuata utaratibu utakaokuongoza katika kufikia maamuzi hayo. Hiyo ni kama ikiwa umeshika kidole gumba. Na kama hujashika kidole chochote, basi hii ni wiki ambayo unatakiwa uwe makini sana. Jiepushe na magomvi ya aina yoyote au mikwaruzano na watu wako karibu, na nyota zinaonyesha kuwa kuna dalili ya kutokea kutokuelewana na umpendaye. Fanya maamuzi ya busara ambayo yataepusha shari zisizo na ulazima. Pamoja na kwamba utajiona mwenye hasira na kushindwa kutuliza hisia zako, basi ni vizuri ukawa makini na wale unaofanya nao kazi. Weka mambo yako katika mpangilio mzuri na utaona kwamba wiki yako itakuwa nyepesi kadri ambavyo unavyotaka wewe iwe. Nyota ni elimu ya sayansi ambayo inatumika dunia nzima. Kila mtu katika dunia, akitaka asitake, aamini au asiamini, atakuwa amezaliwa katika mojawapo ya nyota 12 zilizopo. Nyota hizo zina athari kubwa sana katika maisha yako, hasa ukienda kinyume na matakwa ya nyota hiyo. Mfano, ukifanya biashara ambayo sio ya nyota yako, biashara hiyo itaathirika. Au ukimchukua mpenzi ambayo sio ya nyota yako bila kujua, basi mtapendana lakini mwisho utakuwa mbaya. Au ukifanya mambo ambayo nyota yako haikubaliani nayo, basi mambo hayo yatakwama na utajiona una mkosi. Nimeandika kipeperushi hiki kidogo ili kiweze kuwasaidia kufahamu kwa undani kuhusu nyota yako, mambo yanayohusu nyota hiyo, ikiwemo siku yako ya bahati, rangi ya bahati, namba ya bahati, nani wa kushirikiana naye kimapenzi, kikazi, kibiashara, jiwe gani uvae, manukato gani yanakufaa, mafusho ya nyota yako, mambo muhimu ya kufanya, kipaji chako, mambo ya kujiepusha nayo, chakula chako, magonjwa yako, mpaka nchi za kukaa kama una uwezo. Naamini kwamba maelezo utakayopata katika kipeperushi hiki, basi ukitekeleza yatakusaidia sana. Na kipeperushi kinapatikana ofisini kwangu kwa bei ndogo tu. Kwa hiyo unaweza ukakipata kipeperushi hiki kupata maelezo zaidi kuhusiana na nyota yako. Basikia mengi kutokea kwa kibingwa wa utabiri na mtaalamu wa nyota anaitwa Maalim Hassan Yahya Hussein, na imani utakuwa umepata picha wiki yako iko vipi, mambo gani ufanye, mambo gani uache. Yote kwa yote, Maalim ana mengi mengine zaidi kama utamtafuta. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea. Kwa namna ya pekee sasa waweza fikia malengo yako. Usikubali kubaki nyuma. Ondokana na nuksi, mabalaa, mikosi na kukata tamaa. Ni wakati wako sasa kutimiza ndoto zako na kufikia malengo ya mafanikio yako. Usishangae, ungana sasa na bingwa wa utabiri Afrika Mashariki na Kati, Maalim Hassan Yahya Hussein, katika kipindi cha Nyota Zenu kila Jumatano saa 3:30 usiku, na marudio ni Ijumaa saa 8 kamili mchana, hapa Afrika Swahili TV, lugha yetu, sauti yetu. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Nyota Zenu, kipindi ambacho kuja kila siku ya Jumatatu saa 2:30 usiku. Langu jina anaitwa Nur Isa wa Sleman, niko na bingwa wa utabiri na mtaalamu wa nyota anaitwa Maalim Hassan Yahya Hussein. Tunapewa nguvu ya kutosha sana na Dodorita Makeup pamoja na Lakail Hotel. Maalim anakupa tena maelezo mazuri tu, ama anakujuza, ama anakuelekeza namna gani unaweza kumjua mpenzi wako ama ndoa yako ikoje. Vipi unaweza kujua mpenzi wako yukoje, ama ndoa yako ikoje, ama itakuwaje? Hayo yote tunategemea tusikie kutoka kwake bingwa wa utabiri na mtaalamu wa nyota, mwite Maalim Hassan Yahya Hussein. Karibu sana Maalim, upate kutujuza. Katika awamu ya pili tutakuja na somo zuri ambalo tulianza wiki iliyopita, na somo hili litakusaidia sana kuweza kujijua wewe kuhusiana na masuala yako mazima ya ndoa au mambo ya mapenzi. Jinsi ya kujua huyu mpenzi wangu nikimuoa au nikiolewa naye atakuwaje au atakuwa vipi na mimi baadaye. Ni somo ambalo nataka niwafundishe ili uweze kuelewa. Au hapo ulipo katika maisha yako ya ndoa, je, kuna misukosuko gani ambayo inaweza kutokea au imeshakutokea? Nifanye nini ili mambo haya yasiweze kunitokea? Au huyu mpenzi au huyu mume au huyu mke nikiwa naye nikimuoa, mambo gani yanaweza kutokea? Ni mambo ambayo yanatusaidia sana. Maana ndoa ni kitu muhimu sana katika maisha, na migongano ya ndoa basi inaweza kukuathiri hata wewe mwenyewe, hata utendaji wako wa kazi katika shughuli zako nzima za kujenga taifa. Kwa hiyo nimeona kwamba niwaletee somo hili ili muweze kupata ufahamu mzuri wa kuweza kujua mambo ya mapenzi. Watu wanakufa kwa sababu ya mapenzi,
watu wanapoteza mambo yao kwa sababu mapenzi. Mambo mengi yanaharibika kwa sababu masuala ya kimapenzi. Kwa hiyo leo nataka kukuletea somo ambalo unaweza ukalifahamu au uweze kujua huyu mtu nilikuwa naye atakuwaje. Na ni vizuri ukijua kitu kimbele. Wanasema wazungu, prevention is better than cure. Kwa maana kwamba nikijua kimbele kwamba huyu nikiwa naye jambo gani litanitokea, basi unakuwa una tahadhari. Au huyu nikiwa siko naye jambo gani linaweza kunitokea, basi ni vizuri unakuwa una tahadhari. Sasa kuna njia ambayo unaweza ukafanya, njia nyepesi tu ambayo wewe mwenyewe unaweza ukaifanya na unaweza ukaelewa. Sasa unaandika jina lako wewe na jina la mama yako mzazi, hata kama ikiwa hayupo duniani, lakini aliyokuzaa, mama yako mzazi aliyokuzaa, ndio majina mawili ambayo yanatakiwa, na jina la mke wako na la mama yake mzazi, la kwako wewe mwenyewe na la mama yake, la mama yako mzazi, alafu na la mke wako au la mchumba wako au la mpenzi wako na la mama yake mzazi. Tuchukue mfano mmoja. Kwa mfano huyu au wewe unaitwa Selemani, kama unavyoona hapo imeandikwa Selemani, na mama yako mzazi anaitwa Mwanaisha. Ukichukua Selemani ukajumlisha na Mwanaisha, basi unapata 17. Unahesabu zile herufi moja moja. Selemani S E L E, unahesabu moja moja, unapata 17. Ukishapata 17 unatoa 9. Kwa maana kwamba 9 ndio system yenyewe ile. Kwa 17 ukitoa 9 unabaki na 8, unaiandika 8 pale. Kwa hiyo wewe namba yako ni 8 au herufi yako ni 8. Halafu ya mpenzi wako anaitwa Chaupele na mama yake anaitwa Mwanakombo. Kwa hiyo unachukua Chaupele, Mwanakombo, ukijumlisha unapata 18. 18 kwa maana ya kwamba ukitoa 9 katika ile 18 unabaki na 9. Kwa hiyo wewe Selemani na huyo Chaupele herufi zenu ni 8 na 9 au 9 na 8. Zinaweza kuwa katika vice versa. Sengine Chaupele ndio anauliza, itakuwa 9 na 8. Au kama Selemani ndio anauliza, itakuwa 8 na 9. Kwa hiyo majibu yake nitakupa hapo baadaye. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Huo ni mfano wa kwanza. Mfano wa pili, kwa mfano mtu anaitwa Cosmas Nkatala Nyamongo. Cosmas, huyu Cosmas huyu sasa mama yake anaitwa Nkatala. Kwa hiyo ukichukua Cosmas Nkatala, basi unakuta kwamba herufi zake ziko kadhaa, kama ni 11 au 12. Halafu mke wake anaitwa Vivian, Selina ndio mama yake. Kwa hiyo ukijumlisha unapata labda 12. Kwa hiyo unachukua zile herufi zile unazihesabu, halafu unatoa 9. Sasa kuna changamoto nyingine ambayo inaweza ikatokea. Kwa mfano, nikupe mfano mmoja tu ambao nataka uelewe. Mtu anaitwa Juma, kama unanisikiliza unaitwa jina lako unaitwa Juma, halafu mama yako anaitwa Asha. Sasa ukichukua Juma J U M A unapata ni herufi 4. Halafu Asha A S H A unapata ni herufi 4. Hazijatimia 9 zile. Sasa unaweza ukajiuliza, hii 9 mahali mnaniambia nitoe 9 itatoka wapi? Kama ikiwa herufi zako hazijatimia 9, basi namba yako inabakia vile vile kama ilivyo, kama hazijatimia 9. Lakini zikiwa zimezidi 9, basi utatoa ile 9. Kwa mfano umepata 11, unatoa 9, utapata 2. Ikiwa umepata 10, ukitoa 9 utapata 1. Lakini umehesabu herufi zako katika jina lako na la mama yako, au jina la mpenzi wako na mama yake, ikawa haijazidi 9, basi unatumia ile namba ambayo ulioipata pale. Ukipata 4, ukipata 5, ukipata 6, ukipata 7, ukipata 8, basi unatumia hiyo namba, huna haja ya kutoa ile 9. Kwa hiyo 9 inawaendea au inawataka wale ambao herufi zao ukizihesabu zimezidi 9. Lakini kama haijazidi 9, imebakia iko chini ya 9, basi inabakia ndio vile vile. Kama pata 8, basi inakuwa 8 ndio hiyo. Nafikiri tutakuwa tumeshaelewana vizuri kabisa. Hayo maelezo nimetoa marefu ili uweze kuelewa. Sasa tunakwenda katika majibu yake sasa, ambayo majibu haya nataka nijaribu ili muda wote wa kipindi uweze kuelewa kama ikiwa jibu langu nimepata 1 na 9 au 1 na 2, 2 na 1, maana yake nini? Sasa ikiwa umepata 1 ya kwako wewe na 1 ya mpenzi wako, basi itatokea juu yenu misaada mingi katika maisha yenu. Kwa maana kwamba maisha yenu yatakuwa maisha mazuri na mtapata misaada mingi katika maisha yenu. Na mambo yenu yatakuwa mazuri kabisa katika maisha. Kwa hiyo kama ni mpenzi au kama ni ndoa, basi hiyo ni ndoa nzuri, fanyeni ndoa hiyo na mambo yenu yatakuwa vizuri sana. Hiyo ikiwa ni 1 kwa mwenzako na 1 kwako. Ikiwa ni 1 na 2 au 2 kwa 1, kwa maana kwamba 1, 2 au 2 kwa 1, basi
mtakubaliana kwa kila kitu na mtaishi maisha mazuri kabisa. Kwa maana kwamba hata maisha yenu mtakapokuwa mnaishi, mtakuwa mnakubaliana kila kitu na mtaishi maisha mazuri kabisa. Ikiwa umepata 3 na 1 au 1 kwa 3, 3 1 au 1 kwa 3, basi maisha yatakuwa mazuri na wema utakuwa mkubwa sana juu yenu. Kwa mtakuwa na maisha mazuri, maisha ya raha, mtajenga, mtakuwa na watoto, na watoto watakuwa wazuri, na mtakuwa na wema sana katika maisha yenu. Kwa hiyo maisha yenu yatakuwa maisha mazuri na maisha ya ndoa. Ikibaki 4 1 na 1 na 4, basi utatokea ufisadi juu yenu. Kwa maana ya kwamba katika maisha yenu panaweza pakatokea ufisadi. Aidha mwanamume akafanya ufisadi kwa mwanamke, au mwanamke akafanya ufisadi kwa mwanamume, na ufisadi huo utatokana na watu kuwashirikisha katika mambo ambayo yasiokuwa mazuri, na hiyo inaweza ikavuruga mapenzi yenu au ikavuruga ndoa yenu. Kwa hiyo muwe na tahadhari sana, kwa maana ya kwamba marafiki au majirani, kama mkipata 4 1 au 1 4, basi muwe na tahadhari sana. Ikibaki 5 1 au 1 na 5, mwanamke inaonekana kwamba atampenda mno mwanamume, wala hapana maneno juu yake. Kama ikiwa ni 5 kwa 1 na 1 kwa 5, basi mwanamke atampenda mwanamume. Kama alikuwa anauliza ni mwanamume, basi mwanamume atakuwa anampenda sana mwanamke, na kama alikuwa anauliza ni mwanamke, basi mwanamke atakuwa anampenda sana huyu mwanamume. Kwa hiyo na mambo yatakuwa mazuri na wala hapana maneno juu yao, kwa maana kwamba hakuna maneno yoyote, wala hakuna fitna yoyote, wala hakuna mambo yote mabaya yanaweza kuwatokea. Ikibaki 6 na 1 au 1 na 6, patatokea misaada na uaminifu katika maisha yenu. Itakuja misaada na utakuwa ni maisha ya uaminifu mkubwa kati yenu wewe na huyo mpenzi wako. Ukipata 7 kwa 1 au 1 kwa 7, basi mtaishi kwa muda tu, kisha utaingia ubaya. Yaani maisha yenu yawe ya kimapenzi au ya kindoa, mtakaa kwa muda mchache, halafu patatokea ubaya juu yenu, na kheri au faida ya ndoa au faida ya mapenzi itatoweka, na ikitoweka unajua hasara yake ni kwamba mnaweza mkaachana. Kwa hiyo mwana tahadhari hiyo. Ikibaki 8 na 1 au 1 na 8, basi inaonekana kwamba nyinyi wapenzi mtapeana mapenzi mazuri na mtasikilizana na mtakuwa katika hali nzuri sana ya kimaisha, mtapendana sana, ndugu watawapenda, na watu wote ambao wanawazunguka katika jamii yenu watakuwa na nyinyi katika hali nzuri sana. Ikibaki 9 na 1 au 1 na 9, basi inaonekana kwamba mtaelewana sana, mtaelewana vizuri sana mwanzo wa ndoa yenu, lakini baada ya mwaka mmoja tu mambo yatakuwa yamevurugika. Baada ya mwaka mmoja tu au baada ya mwezi mmoja mambo yatakuwa yamevurugika, na kisha utaingia ubaya juu yenu, kwa maana kwamba patakuwa pana husda ambayo itaingia katika ndoa yenu, na ndoa inaweza ikavujika au panaweza pakatokea mfarakano mkubwa sana. Kwa hiyo mwana tahadhari na hiyo, na hasa itasababishwa na marafiki au ndugu au masuala ya kikazi au upotevu wa pesa. Kwa hiyo uwe na tahadhari sana. Kama ikiwa umepata 9 na 1 au 1 na 9, mtaelewana vizuri, mtakaa vizuri, lakini patatokea ugomvi, na ugomvi huo unaweza ukafanya ndoa yenu au mapenzi yenu yakavurugika kabisa, na kila kitu kikaenda vile ambavyo sivyo. Sasa tuende katika namba 2. Ikibaki 2 na 2, 2 na 2, maana yake ni kwamba mtaelewana, kisha atakuja shekhe au mtu wa dini kuwasuluhisha. Mtaelewana, lakini baadaye patatokea ugomvi, na ugomvi huo sasa atakuja aidha shekhe au atakuja kiongozi wa kidini wa Kikristo au padri au mchungaji kuja kuwasuluhisha, kwa maana kwamba suluhu itapatikana kama ikiwa itabaki 2 na 2. Ikibaki 3 na 2 au 2 na 3, ni furaha na mapatano, kwa maana furaha, mtapatana na mambo yenu yatakuwa mazuri kabisa, na maisha yenu yatakuwa mazuri katika ndoa yenu. Ikibaki 4 na 2 au 2 na 4, basi ni wema mtupu, kwa maana kwamba mtakuwa na wema mtupu na mambo yenu itakwenda vizuri, na katika ndoa yenu hapatokuwa na vurugu au mwingiliano wa watu katika mambo yenu, na mtakuwa mmekaa vizuri na mambo yatakwenda katika hali nzuri. Kwa hiyo ukipata 3 na 2 au 2 na 3, sasa baada ya mapumziko mafupi tutaendelea hizo namba zingine ili uweze. Kwa hiyo kama una kalamu na karatasi yako, kaa nayo tayari, tunaendelea kumaliza ili tumalize hili somo uweze kujua kwamba wewe na mpenzi wako au wewe na mke wako maisha yenu ya ndoa yatakuwa namna gani. Asante sana kwako bingwa wa utabiri na mtaalamu wa nyota Maalim Hassan Yahya Hussein kwa maelezo ambayo umetupa ya kumtambua mpenzi yukoje,
ama ndoa yangu itakuwaje, ama ndoa yako itakuwaje. Na imani umeelewa, na imani umepata picha. Lakini kama hujaelewa, kuna kitu kinakutatiza hapo, usisite. Mtafute bingwa utabiri na mtaalamu wa nyota Maalim Hassan Yahya Hussein, atakuelekeza vizuri tu na utaelewa mengi tu. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea. Kwa namna ya pekee sasa waweza fikia malengo yako. Usikubali kubaki nyuma. Ondokana na nuksi, mabalaa, mikosi na kukata tamaa. Ni wakati wako sasa kutimiza ndoto zako na kufikia malengo ya mafanikio yako. Usishangae, ungana sasa na bingwa wa utabiri Afrika Mashariki na Kati, Maalim Hassan Yahya Hussein, katika kipindi cha Nyota Zenu kila Jumatano saa 3:30 usiku na marudio ni Ijumaa saa 8 kamili mchana. Hapa hapa Afrika Swahili TV, lugha yetu, sauti yetu. Kipindi hewani ni Nyota Zenu, kipindi ambacho kuja kila siku ya Jumatatu saa 2:30 usiku. Langu jina naitwa Nur Isa Osleman. Niko na bingwa wa utabiri na mtaalamu wa nyota anaitwa Maalim Hassan Yahya Hussein. Tunapewa nguvu ya kutosha na Dodorita Makeup. Maalim bado anatupa mwendelezo, bado anatuelezea jinsi ya kumtambua ama namna ya kumtambua mpenzi wako ama ndoa yako ikoje. Karibu Maalim. Ikibaki 5 na 2 au 2 na 5, patakuwa na misaada, kisha patatokea shari juu yenu. Mtapata misaada mingi sana katika ndoa yenu au katika mapenzi yenu, lakini patatokea shari katika mambo yenu au juu yenu, kama ikiwa 5 na 2 au 2 na 5. Ikibaki 6 na 2 au 2 na 6, basi mapenzi kila mmoja wenu yatakuwa mazuri kabisa, lakini muwe na tahadhari, kwa sababu kila mmoja wenu katika nyinyi atakuwa na mpenzi wa siri. Mtakuwa na mpenzi wa siri, kwa maana mnavyoita, mnasema michepuko, kwa maana kwamba michepuko itakuwepo. Mume atakuwa naye wa kwake na mke naye atakuwa na kwake, au mpenzi atakuwa naye kwake na huyo atakuwa na kwake. Kwa hiyo mna tahadhari hiyo, na hiyo michepuko hiyo au wapenzi wa siri hao wanaweza wakaja kuvuruga mambo yenu sana. Ikibaki 7 na 2 au 2 na 7, basi patakuwa na amani mwanzoni, lakini mwisho patatokea ubaya na maadui wataingia katika ndoa yenu na mtafarakana. Kama mkipata 7 na 2 au 2 na 7, mwanzo mtakuwa vizuri sana, lakini mwisho wake patatokea uadui na maadui wataingia katika ndoa yenu na mtafarakana na mnaweza kuachana. Ikibaki 8 na 2 au 2 na 8, basi mtafanyana mzaha katika maisha, kwa maana kwa maisha yenu itakuwa maisha ya mzaha tu, hamfanyi mambo yale ambayo yako serious, na pataingia shari juu ya mzaha huo mliofanya katika mapenzi yenu. Maisha yenu itakuwa mzaha, na mzaha huo unaweza kusababisha shari katika hayo mapenzi yenu, kama ikibaki 8 na 2 au 2 na 8. Ikibaki 9 na 2 au 2 na 9, basi patatokea kukataana juu yenu katika mapenzi yenu na kutokuaminiana baina yenu. Kwa maana ya kwamba ikibaki 9 na 2 au 2 na 9, basi patatokea kukataana. Mnaweza mkakataana baadaye na katika mapenzi yenu, au kutokuaminiana baina yenu nyinyi wawili, kati ya wewe na huyo. Hiyo ni namba 2. Kwa namba 3 inasema kwamba hivi, kama ikibaki 3 na 3, umepata mpenzi wako 3 na wewe kwako 3, basi patakuwa na amani na furaha, kisha mbele mtaachana na kukataana. Mtaanza kwa amani, mtakuwa na furaha, lakini mbele yake mtaachana. Ikibaki 4 na 3 au 3 na 4, patakuwa na kheri sana juu yenu. 3 na 4 au 4 na 3, basi patakuwa na kheri kubwa katika ndoa yenu, mapenzi yenu yatakuwa mazuri na kila kitu kitakwenda katika hali nzuri sana. Ikibaki 3 na 5 au 5 na 3, mtaanza kwa kheri kubwa, lakini mwisho mtafarakana na bugdha na huzuni kubwa. Anaweza pakatokea huzuni kubwa pale. Ikibaki 6 na 3 au 3 na 6, basi mwanamke ataonesha wema lakini wenye mashaka, na mbele yake mtakatana wazi wazi. Kwa maana kama mwanamke ataonesha wema wenye mashaka, wema wake utakuwa na mashaka, lakini mwisho wake mnaweza mkaachana wazi wazi, kwa maana kwamba kwa kuadhiriana. Ikibaki 6 na 3 au 3 na 6. Ikibaki 7 na 3 au 3 na 7, mwanamke atakataa mwanzo. Huyu mwanamke utakayekuwa naye anaweza kukataa mwanzo
kutokana na maneno ya watu au kutokana na fitna ya watu, lakini ubaya huo mbele wake hautawadhuru tena, kwa maana kwamba mwanzo patakuwa na maneno na mwanamke atakuwa hataki au mwanamume anaweza kuwa hataki, lakini baadaye sasa ubaya huo ambao utakuwa unafanya na watu hautawadhuru tena na mtaendelea na maisha mazuri sana. Ikibaki 8 na 3 au 3 na 8, basi maisha yenu yatakuwa ni ya msaada mingi, mtapata maisha mazuri kabisa, na maisha hayo yataweza kudumu kwa muda mrefu sana, na mambo yenu yanaweza kuwa vizuri kabisa. Na ikibaki 9 na 3 au 3 na 9, basi ujue kwamba ndoa hiyo itakuwa ni ndoa ya shari na ndoa ya mashaka, au mapenzi hayo yatakuwa ni mapenzi ya shari au mapenzi ya mashaka, na mwisho mtakuja mtafarakiana, mtakuwa na farka au utakuwa na mgongano mkubwa ambao unaweza kusababisha mkaumizana au mkapelekana hata polisi, na muone tahadhari sana na hilo. Kwa hiyo leo tutaachia hapa. Kwa hiyo katika wiki ijayo sasa tutaendelea na namba 4 na 5, 6, 7, 8 na 9. Kwa hiyo usikilize. Kama nilivyosema, unachukua jina lako, jina la mama yako, unajumlisha. Ukishajumlisha, ukipata herufi unatoa 9. Halafu na mpenzi wako naye unachukua jina lake na la mama yake, halafu unajumlisha naye, halafu unatoa 9. Ukishatoa 9, idadi itakayobaki ndio hayo maelezo ambayo nitakayokupa. Ni vizuri ukajua ndoa itakuwa namna gani au mapenzi yenu yatakuwa namna gani, na hii itasaidia sana kuleta amani katika majumba yenu. Nyota ni elimu ya sayansi ambayo inatumika dunia nzima. Kila mtu katika dunia, akitaka asitake, aamini au asiamini, atakuwa amezaliwa katika mojawapo ya nyota 12 zilizopo. Nyota hizo zina athari kubwa sana katika maisha yako, hasa ukienda kinyume na matakwa ya nyota hiyo. Mfano, ukifanya biashara ambayo sio ya nyota yako, biashara hiyo itaathirika, au ukimchukua mpenzi ambayo sio ya nyota yako bila kujua, basi mtapendana lakini mwisho utakuwa mbaya, au ukifanya mambo ambayo nyota yako haikubaliani nayo, basi mambo hayo yatakwama na utajiona una mkosi. Nimeandika kipeperushi hiki kidogo ili kiweze kuwasaidia kufahamu kwa undani kuhusu nyota yako, mambo yanayohusu nyota hiyo, ikiwemo siku yako ya bahati, rangi ya bahati, namba ya bahati, nani wa kushirikiana naye kimapenzi, kikazi, kibiashara, jiwe gani uvae, manukato gani yanakufaa, mafusho ya nyota yako, mambo muhimu ya kufanya, kipaji chako, mambo ya kujiepusha nayo, chakula chako, magonjwa yako, mpaka nchi za kukaa kama una uwezo. Naamini kwamba maelezo utakayopata katika kipeperushi hiki, basi ukitekeleza yatakusaidia sana, na kipeperushi kinapatikana ofisini kwangu kwa bei ndogo tu. Kwa hiyo unaweza ukakipata kipeperushi hiki kupata maelezo zaidi kuhusiana na nyota yako. Umesikia mengi kutokea kwake bingwa utabiri na mtaalamu wa nyota anaitwa Maalim Hassan Yahya Hussein. Na imani umeelewa, na imani umefunguka, na imani umepata picha, na imani umeelewa wiki yako iko vipi. Lakini na imani umepata somo la kumtambua ama kumjua mwenza wako, rafiki yako, mume wako, mtu wako wa karibu, lakini vile vile kupata picha ya ndoa yako iko vipi. Maneno mazuri sana. Tunasema asante kwake bingwa utabiri na mtaalamu wa nyota Maalim Hassan Yahya Hussein. Lakini asante kwa Dodo Rita Makeup kwa kukaa nasi hapa. Lakini asante kwa Rakairo Hotel kwa kutupa nguvu ya kutosha sana. Lakini asante kwako wewe ambaye umekaa nasi muda wote huu na umepata kitu kutoka kwetu. Sema asante sana, zaidi ya sana. Wakati mwingine, mara nyingine. Naitwa Noor Issa Suleiman. Bye bye. Kipindi hiki kimeletwa kwenu na Dodo Rita's Makeup, professional beauty makeup artist. Wewe ni mrembo ama ungependa kuonekana nadhifu na mwenye kuvutia mbele za macho ya watu wengi muda wote? Ondoa shaka, iwe ni kwa siku yako ya harusi, send off, kitchen party, Diwali ama shughuli nyingine yoyote ile. Fika Dodo Rita's Makeup iliyopo Sinza Kijiweni, kwani wao ni wataalamu na wabobezi katika shughuli zote za upambaji. Ama waweza wapigia kwa 0672082500 ama 0622555777, ama waweza wapata kwa ukurasa wao wa Instagram. Andika tu pale Dodo Rita's _makeup. Kuwa mrembo, kuwa wa kisasa na Dodo Rita's Makeup, professional beauty makeup artist.